Karibu sana mwanafamilia katika simulizi nzuri, simulizi inayokwenda kwa jina la The University Life. Na kukaribisha hii ikiwa ni sehemu ya 3, na nikukumbushe mtunzi ama mwandishi wa simulizi hii anaitwa Angela Va Joseph, na unaweza ukampata kupitia nambari ya simu ya 0713611796. Na tunaendelea katika sehemu iliyopita. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Alexander alipokuwa anawaza kwa nini Haila amekata simu na kuapa kuanza kumfuatilia ajue kama yupo kwenye mahusiano na mwanaume mwingine au la. Sasa tunaendelea na sehemu ya 3. Katika hali hile ya unyonge aliyokuwa nayo Alexander, alisimama akaenda mpaka sehemu aliyokuwa amepaki gari lake. Aliingia katika gari lake akakaa huku akiwa anawaza mengi. Kisha baada ya muda mfupi marafiki zake walifika, lakini walishangazwa na hali waliomkuta nayo Alexander. Kisha kwa pamoja wakamuuliza, "Oya vipi? Mbona hivyo?" Naye kwa unyonge Alexander akajibu, basi tu sijisikii vizuri." "Unajisikiaje?" akamuuliza Eric. Kisha Alexander akajibu, kichwa kinauma." "Lakini Alexander, mbona unaonekana una mawazo sana?" alimuuliza Eric. Kisha naye akajibu, "Hapana, mimi niko sawa." "Sema ndo hivyo, kichwa kinauma." Kaambiwa, "Pole, umetumia dawa?" Akajibu, "Hapana, lakini msijali, nitakuwa sawa." Kaambia, "Unajua zimebaki dakika 5 kipindi kianze," alisema Eric. Kisha akajibu, "Ndio, twendeni bwana." "Nendeni, mimi sijisikii kusoma, nataka nirudi zangu nyumbani," aliwajibu hivyo Alexander. "Kwa nini?" waliuliza wote kwa pamoja. "Hata nikisoma sitaelewa," Alexander alijibu hivyo, lakini rafiki zake akamwambia, "Alexander, kuna kitu unaficha. Tangu mwanzo nilikuwa na kuangalia tu. Wewe inaonekana unaumizwa na mapenzi. Kama kuna mtu unampenda, si umwambie tu? Sio unajifanya utaki stori za mapenzi, kumbe mapenzi yanakusumbua," alisema Frederick. Kama kawaida yake, Alexander alijibu kuwa hataki kusikia habari za mapenzi. Basi marafiki zake waliondoka wakamwacha mwenyewe. Alexander alijaribu tena kumtafuta Haila, na muda huu simu ilipokelewa. Simu ya Haila ilivyopokelewa, Alexander alianza kwa kumwambia, "Haila, mbona unanitesa?" Haila naye aliuliza, "Na kutesa kwa nini? Kwa nini umenikatia simu?" Akajibu, "Ilizima tu yenyewe." Alexander akaguna, "Sasa hivi nataka kurudi nyumbani. Vipi, tunaweza kurudi wote?" Haila akajibu, "Hapana, sasa hivi niko kwenye discussion." Akasema, "Hapana, wewe nenda tu, maana nahisi nitachelewa kutoka hapa." Akamuita Haila. Haila naye akaitika abe. Akamwambia, "Naomba tafadhali, mimi nipo tayari kukusubiri mpaka muda utakapokuwa tayari." Haila akajibu, "Alexander, jaribu kunielewa." Haila alipojibu hivyo, Alexander aliamua tu akubali ili asijiezeka vibaya. Japokuwa moyoni alikuwa na maumivu, lakini alijitahidi kuendesha gari. Yaani muda wote alijiuliza kwa nini hali ile inamtokea, lakini hakupata jibu. Alifika nyumbani, akaoga, kisha akapumzika. Haila alipokuwa kwenye discussion na wenzake, pia alianza kujihisi hali ya tofauti, kwani muda mwingi alimuwaza tu Alexander. Discussion ilipoisha, walitoka huko kila mmoja akijiandaa kwenda sehemu aliyokuwa anaishi. Helen, Najrat pamoja na Juliet walikuwa wamepanga karibu na chuo, lakini Haila alikuwa anakaa nyumbani kwao kwani hapakuwa mbali na chuo. Kila siku marafiki zake walikuwa wanamshauri apange, kwani waliamini mtu aliyepanga anakula bata kuliko yule mtu ambaye anakaa kwao. Siku zote marafiki zake walimwambia akiwa kwa wazazi wake atakuwa anakosa uhuru wa kufanya mambo yake, hasa mambo ya kutoka na wanaume usiku. Basi na leo walimshauri apange chumba ili awe anakula bata kama wao, ambapo Helen aliuliza, "Hivi wewe Haila utakaa kwenu mpaka lini?" Haila akajibu, "Kwa nini unauliza hivyo?" Haila akajibu, "Anauliza maana unaonekana huna mpango kabisa wa kutoka nyumbani kwenu. Njoo bwana, tukae wote. Vyumba vile viwili vinatutosha kabisa." Haila akajibu, "Mimi siwezi kuja kwa sababu kwetu sio mbali kutoka hapa." Akajibiwa, "Hata kama ungejua raha tunazopata wenzio, mpaka leo natumia Infinix." Wenzake walimcheka kweli. Akasema,
bora tu napata mawasiliano. Akajibiwa, acha ushamba Haila, hivi huoni aibu unapoona simu tunazotumia wenzako? Wana wenzako wote tuna iPhone, huoni aibu? Aliuliza Juliet. Walipokuwa wanaendelea kuongea huku wanatembea, ghafla ilikuja gari ikasimama. Taratibu kioo cha gari kilishushwa na alionekana kijana mmoja alikuwa na umri kati ya miaka 23 hadi 27. Kijana yule aliomba kuongea na Haila na maongezi yalikuwa kama ifuatavyo. Kijana yule alianza kwa kusema, samahani warembo. Bila samahani warembo wale walijibu. Kisha kijana huyo akaongeza kwa kusema, samahani dada uliyesimama katikati, naomba njoo mara moja. Kijana yule alizungumza huku akimaanisha anaomba kuongea na Haila. Basi Haila hakuwa na hiana, alienda kumsikiliza kaka yule. Kaka yule alianza kwa kusema, samahani kama nitakuwa nimekusumbua mrembo, sema shida yako, alisema Haila huku akiwa ameweka sura ya serious. Mbona mkali hivyo? Haila alisema, unanipotezea muda ujue. Kijana yule alizungumza kwa kusema, samahani basi naomba chukua kadi yangu hii, utanitafuta. Haila akajibu sawa, huku akichukua kadi ile ili tu yule kaka asiendelee kumpotezea muda wake. Nikukumbushe kwamba hii ni simulizi ambayo inaenda kwa jina la The University Life na mtunzi ni Angela Va Joseph. Unaweza kumpata kupitia nambari ya simu ya 0713611796. Mtafute kwa nambari hii ya simu ili uwe mtu wa kwanza kupata simulizi hii pale inapotolewa. Lakini pia unaweza ukasubscribe kwenye YouTube channel yetu ambayo kwa sasa inapatikana na tutakuwa tukikuwekea simulizi hii kila inapotoka. Na hii ni sehemu ya 3. Ukitaka kufahamu nini kinaendelea, tukutane katika sehemu ya 4. Msimuliaji wako ni mimi Simon Erio.